Tusiandikie mate wino tele, beba mizigo jiandae, si wenzako tushaganza safari. Uliambiwa ushapewa mabawa na ufundishwe na kupaa, sio mpaka watangaze kwa habari. Leo ndipo kesho inaanzia, ulizani ni ukuta kumbe pazia, wala ta usijali, hata ukikawa watasema tu. Hello, naitwa Asagwile Mosongwe. Mimi ni muimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania. Hii segment inaitwa Mjini Shule. Tunaangazia watu ambao walikutana na misukosuko, wakaingizwa mjini. Mwisho wa siku tunakuwa kama tunafurahi, tunacheka kabisa. Lakini kumbe atakiwa mtu akitabiliwa tusicheke. Asagwile huyu hapa huyu. Ndio kaka. Yaani kwanza kutapeliwa kaka. Inauma. Alafu maumivu yake sasa unaogopa hata kumsimulia mtu. Inakuaje? Yaani kwanza nakumbuka mimi siku ambayo nimetapeliwa, siku moja nilikuwa nahangaika kutafuta vifurushi vya bando. Sasa nimepita kwenye hizi mitandao za tunaita Telegram. Because mimi napenda movie, unaona. So tukapita kwenye mitandao ya Telegram kupita kuangalia hivi. Nikaona jamaa kaposti vifurushi vya kutosha. Yaani 7,000 unapata GB 20. Wakati ukienda kwenye walisia 7,000 huwezi kupata GB 20. Kaka, yani 7,000 GB 2 au yani hivyo. So nikaangalia nikasema GB 20. Si ndo mchongo wenyewe unaotaka. Kwanza hapa naweza nikashusha movie zangu kadhaa, nikatulia nikapoa. Mimi napenda movie sana. So nikachukua ile namba, nikapiga. Nimepiga ile namba pap, ikaita. Nakumbuka kwanza wakati namtafuta nilikuwa mjini Kariakoo hapo. Kelele nyingi nini, jamaa akaambia okay, mimi kwanza naomba nijitambulishe. Akaanza kujitambulisha. Sikumbuki jina lake vizuri, anaanza kujielezea, au kijiunga na huduma yetu unapata vifurushi nini na nini, unajua wana sauti zao fulani. So nilivyosikia nikasema huyu atakuwa tapeli kweli huyu, au akala kutokea kwenye mitandao au vipi huyu. Afu sasa anajihakikishia sasa, nakwambia mimi sio tapeli na nini, yani ukitaka huduma kwangu hapa uhakika. Nikasema inawezekana, hebu ngoja nimwamini kwanza, leo nina hela kidogo. Hii 7,000 kitu gani nipate? Nikipata GB 20 hapa nimepungukiwa nini? Inatosha kabisa. Afu hata kinitapeli 7,000 atapata nini bwana? Kwanza unaanza kujiongelesha mwenyewe na moyo wangu nikaanza kujitia moyo. Kwanza tucheke ndugu yangu. Sasa baadaye nimemaliza kumtumia ile. Kwanza nikamwamini. Nilipomwamini nikamtumia ile nini? Ile pesa. Akapokea fresh, akaambia sasa baada ya masaa 24 mzee utaona message hapo, kwa sababu sasa hivi inabidi niingize kwenye nini, sio anaongea nini vitu vyake iweze kukubaliwa kwanza. Nikishaingiza hilo bando likitiki utaona message inaingia hapo. Baba nimekaa nimesubiri message, siku imeisha, masaa 24 yamepita. Nikampigia simu akapokea. Vipi ndugu yangu, mbona kimya? Kwanza ndugu yangu samahani. Na nitangulize samahani kwanza. Yani nisamee sana. Imekuaje kaka? Akaambia bwana, kichotokea kwanza hapa, hii line yako sio ya chuo. Imeshakuwa hayo tena. Nikasema mbona ukuniambia kama line ya chuo? Wewe ukunielewa, ananiambia mimi sasa. Wakati wa maelezo yake alikuambia kuhusu wewe kwa chuo? Hakuniambia. Wewe ukunielewa sasa, na mimi kutokana na shida ya bando nikasema inawezekana kweli. Inawezekana aliniambia mimi sikumuelewa kwa hiyo inakuaje? Akasema sasa hapa inabidi ndugu yangu utoe shilingi utoe 5,000. Tena? Hii 5,000 kwa sababu mimi ile hela nilishaingiza kwenye malipo. Kwa hiyo nimekaa nasubiri message wanirudishie kwamba umepata kifurushi, hairudi. Kuja kuangalia kumbe line yako sio ya chuo. Kwa sasa cha msingi hapa, wewe tuma 5,000. Ukishatuma 5,000, mimi kuna namna nitafanya huko mambo yangu. Muda si mrefu bando linaingia kwako. Nikasema ndugu yangu, hii tena la ya pili nitakuwa nimetuma hii kaka. Kwa hiyo 7,000 jumlisha 5,000 ni 12,000 hapa. 12,000. Nikasema okay, nikijiangalia mfukoni mwangu hapa, okay, 5,000 sio tatizo. Nikaenda mwanangu nikaforward 5,000. Tuma fresh nimeipata hapa. Si ndio jina lako ndo Asagwile? Basi sawa. Wewe tulia hapo, muda si mrefu message nipokea. Nikaambia poa. Nikakaa kama dakika kadhaa, sio ni message. Napiga simu inaita haipokelewi. Piga simu inaita haipokelewi. Baadaye ikabidi nimrukie tena hewani kwa message. Bro, mimi sitapeliwagi, inabidi sasa unaanza wewe kujifanya naye mkali wa mjini. Najifanya mbabe. Baadaye akanirukia hewani, akapiga. Nikasema usotapeli huyu. Kama kanipigia, wewe nimsikilize. Pokea simu. Hello, vipi sasa ndugu yangu bwana,
changamoto hapa ndugu yangu. Sasa kuna lile deni la shilingi 3000 sikukwambia. Tunadaiwa 3000. 3000 tena ya nini ndugu yangu imekuwaje? Akaambia bwana, siku na vitu fulani nilifanya mimi nilibidi nitoe hela niweke pale. Kwa sasa hapa wewe subiri message inakuja. Message inakuja lakini kama ukinitumia hii 3000 1000 ukinitumia hii itakuwa vizuri sana. Wakati yani message uhakika lazima ifike. Kwani haijafika? Nikamwambia lazima itakuja, iko njiani. Iko njiani wapi? Kariakoo. Nikasema ndugu yangu sikiliza, mimi mtoto wa mjini kama wewe, usiniletee za kuleta. Ndio. Hiyo wewe unajifanya tapeli, mimi nitakukamata tu. Sababu kaka, kiukweli nimepigwa. Najifanya na mikwala. Mikwala mingi. Kwa hiyo 3000 vipi ulituma? Kaka sikutuma. Nikamwambia kaka hata kwanza nilimwambia nikamwambia hata ungekuwa wewe kweli bando mpaka sasa hivi alijaingia unaniambia na deni la 3000 na nimetuma 12000 mpaka sasa hivi. Ningesema nijiunge kifurushi hata GB 3 ningepata. Imekuwaje ndugu yangu, yani umenifanyaje hivi? Kaka mimi sio tapeli. Nikamwambia wewe tapeli. Ndio anaanza kwa mpole. Sauti anashusha chini. Taratibu kama redio inapunguzwa sauti. Kama redio inapunguzwa sauti ndugu yangu. Baada ya muda nikakata simu kwa hasira ile kujifanya mikwala nikakata kwa hasira nikatuma bonge la message nikaandika bonge la barua waraka wa pili mtume nani mtume hasa mtume hasa nikapiga waraka piga waraka pale nikamwandikia nikamwambia sikiza ndugu yangu mimi nitakukamata wewe tulia tu, wewe umejifanya tapeli, mimi mtoto wa mjini najifanya mtoto wa mjini kumbe sio mtoto wa mjini, wewe mtoto wa Mbeya. Ukweli ni kwamba nipigwa na kitu kizito. Basi baadaye nikajitia moyo pale. Sasa kuna rafiki yangu bwana ambaye alikuwa anaona moment zote zinazoendelea. Alikuwa anakuangalia lakini haongei. Kwa sababu mimi nilikuwa namuaminishia. Ananiambia Saguli angalia utapigwa. Sasa mimi nikaa nataka kumwamini. Nikatumia Ukristo wangu. Kumbe Yesu wa Kristo. Lakini sio wa Kristo ndugu yangu. Mwisho wa siku jamaa akaniambia vipi ulipata lile bando? Nikamwambia bando wapi ndugu yangu? Ushapigwa. Sasa kuchekwa spendi. Ikabidi nizuke tu nikamwambia ndugu yangu. Sasa nikasema hapa nafanyaje? Hapa inabidi nitengeze plani. Plani ya kufanya ya kumkamata. Ila nikasema sasa plani hapa nafanyaje? Nifanye kumuona kisura? Sijawahi kumuona kisura. Unawasiliana naye tu. Sasa kiukweli nilitengeza plani na plani yenyewe nahisi nitamkamata. Ilitiki au ifeli? Nahisi nitamkamata maana mpaka leo haijatiki. Ila nahisi nitamkamata. Unamkamata kwa njia zipi? Yaani yule nicho plani tumie namba ya kike kwanza. Tu amekosea simu. Mtoto wa kike ajilainishe pale. Kwani huwezi kuigiza kama kike? Sauti ya kike kaka. Embo tuonyeshe mfano, unaweza kuigiza kwa mfano sasa ndio unampigia. Sina kaka, labda kiwewe nitakutumia. Nitakutumia wewe ndugu yangu nisaidie. Asambia halo, habari. Mimi naitwa pengine Monica. Naomba tuonane wewe kaka. Kwa hiyo akija na kukuta wewe umetulia. Anakuta mwana nimetulia. Babo sianze kufanya mazoezi kama kuigiza. Sasa hapa sauti ya kuigiza inabidi nimtafute tu mtoto wa kike nimjaze. Nimtie maneno. Utampa madini gani ambayo yeye anaweza kuingia kwenye mtego wa jamaa? Pale cha kwanza anajifanya amekosea namba cha kwanza. Yaani hapa kama tunapiga sini kiwewe unajua kuigiza. Unazijua zile sini zile. Pale tunapiga sini ya kwanza. Sini ya kwanza. Alo bwana naongea na Jose. Huyo jamaa pia anaitwa Jose. Anazuga tu yani kama jina kama Jose au naongea na kiwewe. Naongea na kiwewe. Hapana mimi sio kiwewe. Unakata simu. Afu unarudi tena. Halo kiwewe unaita tena ile. Dada atajibu tu. Mimi sishakwambia mimi sio kiwewe, unamtafuta nani? Utakuwa umekosea namba. Ila wewe kaka una sauti nzuri. Afu unafanana naye. Unajua zile? Unamvuta siku ya pili, naomba tuwe marafiki, unajua zile. Sasa utapeli kama utaki kufanya siku moja. Unamzoesha yule anaingia online. Sasa kwanza mtoto wa kike akishakuweka kwenye 18 kuchomoka kwake ngumu baba jamani. Wamenaswa wengi baba. Sasa yule nilikuwa nimeweka plan hiyo. Sababu ile huyo hapa sana anatupa mbinu. Sasa mpaka sasa hivi kiukweli nisiwe muongo kwa majukumu ya huduma nilionayo sijafanya. Na sijui kama nitafanya. Kwa hiyo umesamehe. Hii itabidi kusamehe. Kwa sababu tumeambiwa hata kwenye vitabu samehe 7 mara 70 eti. Mimi nadhani kama nitakuwa nimesamehe hivi. Samehe kwa sababu tayari ni 12,000 na imeshapita saa hizi takriban hata wiki 2 hivi. Na hisi nitakuwa nimesamehe. Kwa hiyo sasa vipi kwenye ile moment sasa uliona ulipigwa 12,000 na majibu hakuna, ulilia pale au ulifanyaje? Kiukweli kuna namna nilijiona mjinga. Yaani nilijiona mjinga sana yani hivi kweli
hivi nilitoa ile hela, ujue ningeweza kupata hata supu yani hivi na familia yangu tungeenjoy supu ya kuku nini yani, kweli nimempa tu 12,000 unapata kuku hata kabisa, kuku wa kienyeji yani kabisa, jogoo la maana. Unampa mtu ambaye umjui. Leo umenikumbusha kiwewe aisee, yani nimekumbuka ile hela mzee mwenzangu. Ile 12,000 sio unajasahau bado, unajasamee bado. Acha tu ndugu yangu, kutapeliwa bwana mjini shule mjini shule, na kama hujatapeliwa bado wewe hujafika mjini. Sasa unatoa ushauri gani kwa wale watu ambao wanakutana na hivyo vitu? Unajua hivyo vitu vipo vingi sana kwenye mitandao. Mtu akwambia GB 10 kwa 15,000, GB 50 kwa 60,000. Yaani wewe unatoa ushauri gani? Bwana, vitu rahisi sio kitu kizuri. Kupenda vitu rahisi, vitu simple hivi, kwamba bwana vitonga tunaita watu wa mtaani. Vitonga hivi. Yaani ukishaona alama ya kwanza, ukishaona kitu cha bei rahisi baba, kimbia mpaka miguu ifanyaje? Ivunjike.